kwa asilimia kubwa sana. Unajua, kwanza Mudathir hana mbadala, yani huwezi kutafuta mbadala wa Mudathir ndani ya wachezaji waliopo kwa sasa ndani ya Yanga. Okay, hana mbadala kwa sababu anachokitoa Mudathir ndani ya uwanja sioni mchezaji mwingine mwenye uwezo wa kufanya kile ambacho anakifanya, na anachokitoa Duke Abuya ndani ya uwanja inawezekana Mudathir pia hawezi kufanya. Unajua, wachezaji wametofautiana mkai, na wametofautiana kwa maana profile za wachezaji, wasifu wao. Walimu wanatengeneza timu kwa kuzingatia balance. Huwezi kukuta kwenye timu wachezaji wote wana sifa zinazofanana kiutendaji. Inawezekana mkao mnatabirika zaidi na wapinzani wakajua ni wapi ambapo wanaweza kuwadhibiti. So lazima uwe na wachezaji wenye profile tofauti, lakini ukiweka eneo moja wanaweza kukupa seti iliyokamilika. Yaani kuna picha unaipata kamili kutokana na mgawanyiko wa majukumu. So Duke Abuya, yes, anaweza kutumika kwenye role ya Mudathir, kwenye nafasi ambayo anacheza Mudathir, lakini majukumu akapewa majukumu mengine kabisa, si yale ambayo anapewa Mudathir kila siku, kwa sababu Duke Abuya si Mudathir. Haya basi, atacheza Damaro kama kiungo wa chini, lakini kumbuka, ukimwondoa Duke Abuya kwenye nafasi ya kiungo wa chini ukamsogeza juu, Young Africans kwa mchezo inaweza kushake kidogo. Mfano majukumu uliyosema kwamba anaweza akapewa ambayo tofauti na Mudathir haya Duke Abuya, yatakuwa ni yapi? Ukimtazama Duke ni kiungo mchezeshaji ambaye ana uwezo mkubwa pia wa kuchezea mpira, na ni viungo ambao wamebarikiwa sana kwenye eneo la ufundi, utashi pamoja na maarifa uwanjani. Wanajua nini wanatakiwa kufanya wanapokuwa na mpira. So aina ama mtindo wa uchezaji wa Duke Abuya ni aina ya viungo ambao wanapendelea zaidi give and go, yani nipe nikupe tuondoke, kupasiana wakiwa karibu zaidi. Mudathir haya basi anaweza asiwepo sana kwenye eneo hilo, lakini Mudathir ni aina ya viungo ambao nimekupa mpira nimekupa mpira Duke, mimi sihitaji mpira tukiwa kwenye distance fupi kiasi hichi, inawezekana mkanipa nikarudishia, lakini nataka mpira mimi nikiwa kwenye space, kwa maana nafasi nashambulia maeneo, na ndio maana naenda kwenye eneo la viungo wa Young Africans. Chukua hizi mechi za mechi 5-6 za mwisho, angalia tu takwimu za Mudathir na viungo wengine wa timu zingine kwenye ile eneo, unaweza kukuta Mudathir anaweza kana compete na mtu kama Faisal. Nazungumzia touches, miguso kwenye box la mpinzani, movement kwenye final third. Unajua sisi tunataka kumchache Kiza, kwa sababu tutaangalia tu amefunga magoli mangapi, ana assist ngapi, lakini Mudathir sio caliber midfielders ambao ni creators zaidi, kwa maana wabunifu. Hiyo wewe angalia anafanya movement ngapi kwenda kwenye final third kwenye eneo la mpinzani, miguso yake kwenye box la mpinzani. Hapo ndo utajua kwa nini nakwambia Mudathir hana mbadala. Ni kwa sababu maono yake yeye na kile ambacho anakiamini ni kushambulia zaidi maeneo. Na ngoja nikwambie kitu kimoja mkai, viungo wengi wanapenda zaidi kuchezea mpira. Viungo wengi wana hiyo tabia, hata kama hapendi, hata kama hawezi. Yani sifa tu ya viungo wengi. Kama hawezi au anajitambua kwamba mimi sio silaha yangu. Na kama sio silaha yake atakuwa na silaha nyingine. Unajua Mudathir sio ile kwenye level ya daraja la kiufundi, hana ubora huo sana kiasi kikubwa, yani kwamba ndio rate kama ni kiungo ambaye ana ubora kiufundi, kwa maana passing yake ana uwezo wa kupasia, lakini passing yake huwezi kumkompea na mtu kama Alan Okello, ni wachezaji wa tofauti. So yeye silaha yake ni movement, na kuna movement, unafanya movement kwa purpose nyingi Kiza. Utafanya kimbio ili kutengeneza faida kwa wenzio wapata nafasi ama eneo yaliyokuwa wazi. Utafanya mkimbio kutoa support, kwamba upande wa Duke Abuya pamoja na let's say Maxi ama Pacome lazima ufanye movement kwenda kule kuwasaidia kuongeza idadi ya watu timu ikiwa inacheza, na utafanya movement kushambulia eneo la mpinzani. Basi nikakwambia hicho ni kitu ambacho watu wengine hawezi kufanya. Inawezekana wakafanya, lakini sio kwenye ufanisi wa Mudathir. Basi nitakupa impact nyingine. Ukimtoa Duke Abuya ukamtumia Damaro na Duke Abuya kwenye midfield, yes, kwenye baadhi ya mechi kubwa mwalimu ameonekana akifanya hivi, ni kwa sababu anataka kuboresha kwenye eneo la physicality. Kila siku natamka hili neno kwa maana ya utimamu wa kimwili, kwa sababu kuna battles, kuna vita nyingi sana katikati ya kiwanja. Unatakiwa kushinda mipambano, kuna transition issues. Yanga inashambulia, kuna wakati utashambuliwa, unahitaji kuwa na kiungo ambaye anaweza kukaba eneo kubwa la uwanja, kwa sababu mtindo wa shambuliaji wa Young Africans ni kwamba fullback mmoja wa kulia anasogea juu, nyuma anabaki watu watatu, mabeki wawili wakati pamoja na Zimbwe.
mbele kunakuwa kuna kiungo mmoja na kiungo mmoja anasogea juu kuungana na watu wengine watano. Kwa hiyo wanakuwa watu 6 wanashambulia, watu 4 wanaibaka team. So inawezekana faida ya kwanza kwa Damaro akadili na kukaba eneo kubwa la uwanja. Lakini Duke anachomzidi Damaro, na ndio maana unaona Duke anacheza mechi nyingi zaidi. Duke anaipa team control Kiza. Yaani Young Africans inacheza kwenye miguu ya Duke Abuya. Kile ambacho anakifanya Khalid Aucho wakati ule, sasa hivi anakifanya Duke Abuya. Inawezekana afanye kama alivyokuwa anafanya Khalid, kwa sababu ni wachezaji wawili tofauti, lakini Duke anajitahidi kufanya kadri ya uwezo wake. Kwa hiyo ukimpa ile role pia Damaro kucontrol mchezo Kiza, sio isha kupasia tu. Kucontrol mchezo ni wachezaji ambao wanakuwa na uwezo mkubwa wa kufikiria kuhusu mchezo, na anajua hii game niweke kwenye tempo aina gani, muda gani wa kushambulia, muda gani natakiwa kuseta na mpira. Kwa hiyo nafikiri ndio maana nimesema impact itakuwepo. Inawezekana wakashinda hiyo mechi, lakini kumuuliza Pedro sasa hivi atakwambia no. Mudasiri ni mtu ambaye hana mbadala wake.